Mwanangu Abduli, leo vipi? Mbona kuona leo uko nyumbani? Natoka simama, nilipoamka leo simama hali ya hewa hii. Na kweli kuna mawingu. Kwa nini unasitoka ile kutoka na kuangalia kama hivyo? Nataka kufanya mchongo wa mambo. Ndio. Na watu subiria kabisa mpaka kitu. Basi subiri kwa sababu hapa sitachelewa. Muda si mrefu naenda kupika kwenye na dadako akikuti chakula tayari. Sawa. Shida yako. Naweka wapi? Vipi? Karibu. Mbona umechoka? Na nini tena? Marahaba, manake naona sikuelewi. Muhimu nalo hilo swala, ni muhimu nalo hilo. Ukuikumbusha, ulitakiwa ungenikumbusha mapema, lakini wewe ukanyamaza kimya. Mimi nitaota. Haina umuhimu. Haina umuhimu kwako, mimi sina hofu. Nenda ndani basi kabadilisha nguo. Niwashie ubwabwa, niwashie moto hapo. Anakula nsile na matatizo gani dada? Dadako anakuona wewe upendi ubwabwa. Mama. Unapomwona mwanao akimaliza shule hivi anaweza kaendelea kwa kusoma. Hakika sababu unaona mwanao anapenda shule. Kwani vipi? Nimeuliza kutokana sababu ana mtakiwa tungoja ashakwambia kwamba anahitaji labda shamaliza shule kuna kitu asomee au la? Hapana, sijawahi kukaa naye kuzungumza naye swala hilo, ila mimi ninamsikia kwamba yeye anapenda mambo ya urembo, lakini kukaa chini na kuongea naye masuala hayo bado. Sasa wewe kwa sababu umelikumbuka, labda uongee naye. Sawa. Nikajua nishaka hapa mpenda labda hata siku 3 hizi nikaongelea swala hilo. Hapana, sijakaa. Sasa utaongea naye. Wewe ongea naye, kila itakuwa vizuri sana. Kwa hiyo unaona umezamilia kabisa. Unaonekana kabisa kwamba uko serious. Na vipi nyumbani kuhusu mkweli? Kuhusu nyumbani? Kwa nyumbani wanajua nimetoka na kusoma. Kwa hiyo ndio kidogo nimekuja kumaliza. Kwa hiyo unahisi nitashinda kwa amani. Anataka ile afanye kitu. Sawa. Kawaida. Sijali. Basi jiandae uweze kwenda nyumbani. Anagesi unajua kweli. Sawa. Pia nitakuuliza. Sijali mimi. Kweli. Kabisa.
Vipi mwanangu? Mbona umenipigia simu afu ile chap chap sana ni wapi hapa, kuna shida? Kweli mwanangu. Kuna shida mimi ambayo inanitatiza sana. Nina shemeji yako mwanafunzi. Sasa kila muda huwa ananitafuta. Muda mwingine anadiriki hadi kuja nyumbani na majukumu yake. Na ananiambia kwamba ana mazungumzo ya muhimu sana na mimi. Sasa mimi inanijia hofu na kama atakuwa na ujauzito hivi. Yaani Mwalami, yaani kirahisi tu unasema yaani mjamzito. Yaani inakuwaje bwana? Na kwa nini mwanangu unapenda matatizo? Hebu angalia maisha tunaoishi sasa hivi. Yaani licha kusikia tu mitaani, hata kwenye maredio, kwenye mataarifa habari kila siku anazungumziwa ya mambo, lakini mwanangu bado anaelewa. Sasa mwanangu mwanafunzi, mwanangu kipindiki kweli mwanangu cha kutembea na mwanafunzi. Mbona ndo kujipoteza mwanangu? Yaani unajua kabisa mwanangu mwanafunzi miaka 30. Afu umeenda kujikandamiza katika majanga kama haya. Au unafikiri kuna nini sasa? Mwanangu, yaani unafeli afu unajipoteza kinoma yani. Yaani unapotea. Ni kweli mwanangu unasema. Ila yule msichana ni mwaka wake wa mwisho sasa. Ni form 4. Na washafanya mitihani. Na kuhusu kwao sidhani kama kutakuwa kuna shida sana. Ila mimi na wasiwasi kuhusu mimi. Je, tunaweza kuimudu familia kweli? Yaani Mwalami unajifikiria wewe tu. Yaani wewe tu ndo unajifikiria. Hivyo ufikirie binti familia yake namtegemea kiasi gani? Unajua kwa maisha mwanangu sasa hivi alivyokuwa magumu. Mtu kapambana na mwanae kuanzia form 1 mpaka form 4. Anamtegemea kwa kiasi gani? Huenda tafaulu. Na nataka wazazi wako watataka endelee kusoma labda kwenda hata form 5 huko. Ndio ushamtia mimba, inakuwaje? Yaani hapo kiufupi umekatisha ndoto za mtu. Na wazazi wake wao waelewa sasa. Kwa mawazo unaofikiria wewe wanakufikiria hivyo. Akiwa anafikiria tofauti na wewe unavyowaza, unajipoteza mwanangu. Ila sasa nataka kushauri kitu kimoja. Unapofikiria uende labda ikawa tofauti. Ila cha kufanya mtafute, kaa naye chini, zungumza naye vizuri. Uenda labda unachofikiria ikawa sio hivyo. Akawa na mimba, labda ana jambo lolote anataka kukwambia. Vipi kaka? Wewe umenitoa ndani umenileta huko nje. Kuna nini? Nimekutoa nje kutokana na maongezi na wewe kidogo mdogo wangu. Maongezi gani? Ni kuhusiana na wewe. Wewe si umeshamaliza tayari mitihani. Nilikuwa nahitaji kujua kama unahitaji kuendelea na shule au la, kama kuna kitu unahitaji kusomea. Kaka bwana. Sasa jambo hili tunataka nitoe nje jamani. Nakuleta nje kwa sababu yaani kwa utulivu na tupate kuelewana. Unajua mazingira ya ndani mama anapoongea hivi mara hivi. Watu tusingeelewana. Sawa. Kuhusu swala hilo niuliza. Mimi kaka ninachokiwaza. Nilikuwa naomba tu nifaulu ili niweze kwenda kufaulu. Basi sawa mdogo wangu. Mimi nitajipigania na nitapambana kwa hali na mali hadi nipate kusoma. Napata kutimiza malengo yako. Unajua kakako mwenyewe sijasoma, naishi tu mjini kijanja ujana. Sawa, kama umenielewa. Basi ngoja mimi niende. Sawa. Mama. Kabduli ametoka au basi mwana? Ametoka, ameenda kwa rafiki zake. Vipi bwana? Na mwenyewe tu kaka yangu. Naona yupo. Muda si mrefu tarudi.
Jana Abdul aliniita. Ndio. Akaniita akaniuliza kuhusu masuala ya shule. Sio nikwambia. Jana wakati unarudi kutoka shule tulikuta tumekaa hapa nje. Ndio alikuwa naongelea masuala haya. Aliniulizia kwamba katika masomo yako wewe umechagua kuendelea na shule au kitu gani? Au umepanga nini? Mimi nikamwambia mimi ninavyomsikia anapenda sana dada yako mambo ya urembo, ila sijaongea naye kujua kwamba atakapomaliza shule atapendelea kufanya nini. Mimi nikamruhusu kwamba aje akuulize hitaji lako la moyo, kwa sababu mtu hawezi kukusemea. Sasa ndio maana alikuuliza. Mimi natumia kwa mambo sana kwa urembo sio. Ana mambo. Nachoomba. Mungu tumungu mfaulu ili niende shule. Yeye ndio kazi yenyewe baadaye. Sawa kabisa. Mungu ni mwema. Mwanangu utafaulu. Tena ukifaulu ndio jambo jema kabisa. Ila kama utafeli haina shida. Tutafanya mchakato mwingine, aidha utalisiti au kwenda chuo itakavyokuwa, lakini tunakuombea zaidi upasi.